Mulaga ndugu, naona dili letu limekwenda vizuri kama tulivyopanga. Nyumba yako sasa ina wapangaji wengi zaidi ya 9 au 8. Kwa hiyo sasa mimi nilikuwa naomba unipe changu kama dalali niweze kidogo kwenda kusurvive na kubadilisha kidogo hata upepo, au naionaje? Ndigwa, sasa mbona mapema sana hivyo? Sasa ungesubiri hata Pasaka ipite. Na kuhusu vipi akija kutoa malalamiko kuhusu ile nyumba labda. Ungesubiri kwanza hata mwezi uishe ndugu yangu, kisha niweze kukupa cash out yako ya pesa. Labda nikuondoe hofu. Mimi kazi zangu ni za uhakika kabisa. Naitwa Ndigwa Ndigwani. Kama ilivyohada, nafikiri wananielewa wengi zaidi kupitia hizi kazi. Dalali wa kwanza anayebadilisha nguo. Kwa hiyo ondoa shaka kuhusu hilo. Nipe basi hata nusu, nyingine utanimaliziaga. Maanake nataka nitoke kidogo nje ya mji. Sawa, nipe siku 3 mbuyane Ndigwa. Nitakuwa nimelifanya hili kazi ili mradi nikupe hela yako hiyo nusu, huku tukiendelea kusubiria. Sawa? Karibu kijana. Shida zako zinakwenda kukishwa. Karibu na kusikiliza. Mtawile. Mganga, siku na nyumba tulikuwa tumepanga. Tupo wawili. Hilo kiachana na sisi, kuna wapangaji wengine wengi na wengi zaidi. Sasa kuna mazonge tulikuwa tunapitia, kama binadamu hatuwezi kuvumilia. Ndio maana tumekuja hapa kwako tupate utatizi au tupate dawa pengine itatusaidia, itatulinda kuepukana na haya. Waluguru kuronga usindire. Hiyo tiba yake ipo. Nikikupa dawa hapa ni 400,000. Ila kuongozana na mimi ni 1,000,000. Je, hupo tayari? Unachagua kipi hapo? Kuhusu pesa, mtaalamu, sio shida. Maana tumepoteza hela nyingi sana kwenye kodi. Hiyo 1,000,000 tumekubali kukupatia. Ila mguu wako mguu wetu. Tutoke ukaague tuweze kupata hiyo tiba na tuweze kuwa salama zaidi katika ile nyumba. We kijana, hiyo hela ipo. Msije mkanikopa, nitawatoa vishipa. Muda sio mrefu. Mimi sio wa kuchezewa kabisa. Mimi ni mganga mwenye viwango vya heavy weight. Kama hela ipo, ongea na mwenzako nje kabisa. Ndio uje unipe hapa majibu yalikuwa sahihi na yalikuwa kamili. Sawa? Kimejili nini? Mbona umetoka nje ghafla kama ushuzi? Alafu unaonekana umepoa, sura yako imekosa nuru. Sio kama ulivyoingia kwa mtaalamu. Niambie. Wali wao, punguza panic basi. Mganga amesema atatusaidia. Ila akasema tumbe kiasi kama cha shilingi 1,000,000. Ila tutaenda naye mpaka kule katika ile jumba, kisha ataingia na kuagua na kufanya tiba, kuweka mazindiko, mambo yawe fresh kabisa. Sidhani kama itatushinda hiyo hela. Tukiwa kama wawili tunaosumbuliwa. Wale wenzetu naona hawana sana hiyo shida, sijajua, lakini tujitolee kwa wote. Au unasemaje wali wao? Haina shida kuhusu pesa. Maana uhai ndo kila kitu. Uhai haununuliki wala ukopeshwi. Kwa hiyo ukipotea uhai umepoteza kila kitu. Kwa hiyo pesa ipo. Ni yeye tu kusema muda gani tuongozane moja kwa moja akafanya hiyo tiba. Miaka sina kipingamizi. Mbona arudi huyu mteja? Nimemtajia hela nyingi, pengine kaogopa. La. Hakika nimefukuza ndege wangu mie. Ila acha nivute subira. Wenda atarudi. Lakini 1,000,000 nyingi wewe. Nikiipata hiyo mie watoto mjini na itamlio. Acha nisubirie kidogo. Mtaalamu, tumejadiliana na mwenzangu. Tumeona hiyo hela ni ndogo sana sisi kwetu. Tumeamua tukuchukue na tuende moja kwa moja sehemu husika. Na kuhusu hela tutakupa keshi au tutakutumia kwenye simu. Sasa unaweza kutuambia na wewe hapo. Mambo madogo sana kijana. Ngoja kwanza nifanye kazi yenu ipasavyo. Nikambinye huyo mtu anayewasumbua. Kisha ndo mtanipatia hiyo hela. Mimi ni mchapa kazi. Kazi kwanza, hela baadaye. Tawile, tuondokeni. Vipi Mulaga ndugu? Kazi yetu inakwenda kama ipasavyo au bado unazengua hao watu? Madam, tumepata watu kama 9. Na imani kazi yako inaenda vizuri kama ulivyoniambia. Hiyo idadi haitoshi. Yale majini kwa sasa yanakunywa damu nyingi sana. Ikiwezekana shusha hata kodi, watu waweze kupanga kwa wingi mle, ili mradi yale majini yapate chakula, yapate misosi. Damu
ndo utajiri wetu sisi hapa. Sijui unanielewa nafikiri hapo. Sawa madam, nitafanya hivyo kama utakavyo. Maana nilikuwa na safari na bili niailishe kwa hili. Hata yule dalali nitamwambia aongeze watu wengine ili mradi damu msusu uwe mwingi. Nimekuelewa kwa hilo. Hii imekahaje? Yaani naamka najikuta nimevaa wigi kuba babake. Nahama. Hapa siwezi kukaa tena mie. Ho. Hivi? We pisikali. Njoo hapa. Iyo we, mama, sinyoka naongea yule. Sasa nasubiria nini mimi kuba babake? Acha nichochole. Iya. Robert, tushamaliza chuo sasa na tunatakiwa turudi nyumbani, ila mimi sitaweza kurudi maana nimepapenda sana huku. Natakiwa nitafute room na niweze kutulia huku ili mradi mambo mengine yaweze kwenda. Sawa Veronica, mimi acha nikawakilishe. Mungu akipenda panapo majaliwa nitakuja kutembelea nione makazi yako mapya. Goodbye. Sasa mtaalamu, nyumba yenyewe ni ile pale kama unavyoiona. Mimi na rafiki yangu tutakusubiria kwa hapa. Kuna mkaa tunafukua hapo. Muda si mrefu tutamaliza hii kazi. Wewe ukishamaliza utakuja basi hapa tuweze kukulipa hiyo pesa yako. Kijana una roho nzuri sana. Mungu akubariki. Haupo kama yule mwenzako nikahuzu kipala kajo la kiyama. Sawa, ngoja mimi niende. Na ningekuwa na dada ningekupa dada, ila sasa sisi sote tumezaliwa kiume kwetu. Ngoja niende nikaifanya hiyo kazi. Jumba lenyewe ndo hili. Mbona kaa jumba la kale ili kasili kabisa. Kuna vitu vya samani kama dhahabu. Kweli mtu kawapangisha? Au ni hibe? Au ni manue kabisa vya mie kwangu? Maana sina nyumba mie nala kilingeni. Nimepapenda sana humu ndani. Hii ya mwendo wa IC tu. Lo. Sasa hapa mlango sijui ni hupi. Ila nasikia sauti za ajabu. Lazima nipambane kuitafuta hii milioni 1. Japo sijui naanzia wapi. Ila sauti mbona zimezidi za ajabu. Sije nikawa na uponzi. Sasa kwanza mlango hapa ni huku wapi? Ni ule kule lefti au ni huu right? Hata sielewi nianzie wapi. Au nianzie huku nianzie huku. Naisena nichanganye nipo njia panda hapa mie. We mtume wangu we, si nyoka huyu anawaka kaka paka mafuta yako lie. Lo nda uponza lie Mungu wangu. Mimi nisaidie. Yo we, humunyi leo nimeuponza mie. Milango yote mejiroki. Kuba babake, naondoka na dirisha hili. Sila vioo hili, naondoka nalo kubabaki. Utanikuta nje upande wa pili. Hata kama ni gorofa. Bora nifi, lakini sio kwa huu mjoka. Mungu wangu